Sherehe za maadhimisho ya miaka 40 ya Cardinal Rugambwa Hospitali zitaadhimishwa tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026, na tunategemea wawepo watu wengi wakija kushirikiana na sisi kuona makuu ambayo Mungu ametujalia katika hospitali yetu, lakini wakati huo huo tukiunganisha na nia ya kumkumbuka, kumwombea na kumwenzi Mwadhama Laurian Cardinal Rugambwa. Kwa hivyo tunawakaribisha wote wenye mapenzi mema ili tuweze, kama mnavyojua sherehe ni watu, kwa hiyo tunatamani watu waje watuunge mkono. Hospitali ya Cardinal Rugambwa ilianzishwa mnamo mwaka 1986 na hayati Kardinali Laurian Rugambwa kwa malengo ya kuwasaidia wananchi au watu ambao walikuwa wanaishi pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Na ikumbuke kwamba wakati huo Ukonga ilikuwa inaonekana ni sehemu ambayo iko pembezoni, na kwa wakati huo huduma za afya hazikuwa zimewafikia wengi kwa namna hiyo. Kwa hivyo Mwadhama Laurian Cardinal Rugambwa akaona ni vema kuwe na kituo cha afya, na wakati huo ilikuwa zahanati ndogo sana, ni kituo kidogo cha afya, na hivyo basi akawa ameanzisha kwa nia ya kuwasaidia watu wa ukanda huo waweze kupata huduma bora za afya. Na mpaka anafariki mwaka 1997 kiu yake ilikuwa ni ya kuiona hospitali ikiwa kubwa yenye kutoa vipimo vingi, wasaidia watu kwa upana zaidi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba ndani ya miaka 40 hiyo ndoto ya Mwadhama Laurian Cardinal Rugambwa imetimia, kwa sababu sasa hospitali imekuwa imefika level ya hospitali ya rufaa ya mkoa na tuna vipimo vingi na vikubwa kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa mafanikio haya. Hospitali hii haikuanza kama hivi ilivyo. Ilianza kama kituo kidogo cha afya, na baadaye ilikuwa inatibu tu magonjwa ya kawaida madogo madogo. Baadaye mwaka 90 ikaanza kutoa huduma za uzazi. Kwa maana hiyo watu wakawa wanakuja kupata huduma za kujifungua, na baadaye ikaendelea kukua na mwaka 2005 ndipo ilikuwa hospitali kamili kwa level ya hospitali ya wilaya, na mwaka 2022 ikapanda hadhi na kuwa hospitali ya rufaa ya mkoa. Tangu hospitali hii imeanzishwa, watu wengi sana wamepata huduma mbalimbali. Kuna huduma za magonjwa ya nje, kuna huduma za kujifungua, kuna huduma za watu waliokuja kulazwa na huduma nyingine nyingi. Kwa hiyo tangu hospitali hii kuanzishwa imehudumiwa zaidi ya watu 3 milioni. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa kwamba hospitali hii kadiri ilivyoendelea kukua ndivyo ilivyoendelea kuwafikia wengi, na hivyo tunamshukuru Mungu tunapoadhimisha miaka 40. Hospitali yetu mwanzoni iliitwa Ukonga Dispensary, hiyo 1986, na baadaye mwaka 90 ilipoanza huduma za uzazi watu walifahamu kama Ukonga Maternity, ilikuwa inaitwa hivyo. Watu ilifahamika sana hivyo, na ilipofika mwaka 2005 ilipopanda hadhi kutoka kituo cha afya kwenda hospitali, ndipo ilipopewa jina la Cardinal Rugambwa kwa ajili ya heshima ya mwanzilishi wa hospitali hii. Kwa hiyo tangu hapo imeitwa Cardinal Rugambwa mpaka sasa. Mimi ni Sister Sarah kwanza, Deogratias, sister wa shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Jimbo Katoliki la Bukoba.
Masista hawa walianza kufanya utume wao katika hospitali hii tangu mwaka 1986 ambapo walianza kufanya utume wao hapa. Wa kwanza alikuwa Sister Aliadina na Sister Mektilda ambao wao walikuwa wamesimamia hospitali katika ngazi ya kituo kidogo cha afya kama dispensary, na baadaye waliendelea na utume huu, na baadaye masista wengine wakaendelea kuja. Shirika hili limekabidhiwa kuiongoza na kuisimamia hospitali, kuhakikisha kwamba inatoa huduma bora ikiendana na miongozo ya Wizara ya Afya na uboreshaji wa huduma kwa ujumla. Kwa hiyo kama shirika pia tunawapongeza kwa jitihada ambazo wamefanya katika kuhakikisha kwamba hospitali inakuwa inaendelea kupanua wigo wa utoaji wa huduma zake kwa watu. Kwa hivyo tunawapongeza pia kama shirika. Hospitali kadiri tunavyoendelea kupanua wigo, sasa hivi tunatoa huduma mbalimbali za kibingwa. Tunao madaktari bingwa katika idara mbalimbali, idara ya watoto tunao pediatricians wa kutosha ambao wanakuwepo kwa ajili ya kuhudumia watoto. Tunao madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, mimi nikiwa mmojawapo, na pia tuna madaktari bingwa wa upasuaji, tuna madaktari bingwa wa mifupa na migongo, tuna madaktari bingwa wa urekebishaji ambao sasa wanaitwa plastic surgeons, wapo wanatoa huduma hizo. Lakini pia tuna madaktari bingwa wa magonjwa ya figo, nephrologist, na katika eneo hilo tuna kitengo cha kusafisha damu kwa wagonjwa ambao wana matatizo ya figo. Kwa hivyo ni kitengo ambacho kipo na kinaendelea kukua, na wagonjwa wanaendelea kupata huduma nzuri. Lakini vile vile tuna madaktari bingwa ambao wanafanya mazoezi ya viungo kwa maana ya physiotherapist, wapo ambao wanasaidia wagonjwa katika eneo hilo. Lakini pia tuna madaktari bingwa wa macho ambapo tuna optometrist na ophthalmologist ambao wapo kwa ajili ya kutoa huduma. Na pia tuna madaktari bingwa wa kina mama. Kama tunavyojua kina mama tupo wengi, na hivyo tumejitahidi kwamba wawepo madaktari ya kina mama wa kutosha ili muda wote watu wanapowahitaji basi waweze kuwepo. Na vile vile tuna madaktari wa meno, madaktari bingwa wa meno ambaye naye yupo anaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo kwa ujumla niseme madaktari bingwa wapo. Kuna daktari bingwa, nimesahau kusema, daktari bingwa wa koo, pua na masikio, na vile vile kuna daktari bingwa pia tuna madaktari bingwa wa pua, koo na masikio, na madaktari bingwa wa moyo, na daktari bingwa wa njia za mkojo, yani urologist. Kwa hiyo hao wote kwa pamoja tunashirikiana kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa vizuri kwa kufuata miongozo za kitaifa na kimataifa pia. Katika maadhimisho ya miaka 40 ya hospitali ya mwaka huu, tunalenga kujenga jengo la huduma za mama na mtoto, kukiwa pia na maabara ya kisasa. Maadhimisho haya ya miaka 40 ya hospitali tunalenga kukusanya fedha kwa ajili ya jengo la wodi za kulaza wagonjwa na hasa mama na mtoto, ambapo jengo hili linakadiriwa kutumia fedha za Kitanzania bilioni 2, na kwa awamu ya kwanza tunalenga kukusanya pesa kiasi cha bilioni 1 katika awamu ya kwanza, ambapo tukipata bilioni 1 basi tutakuwa na uwezo wa kujenga ground floor na first floor,
na baadaye tutaendelea na michango kidogo kidogo ili tuweze kukamilisha jengo zima. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau tuunge mkono ili tuweze kufanikisha hili. Katika maadhimisho ya miaka 40 ya hospitali ya Cardinal Rugambwa, tunawaalika watu wote wenye mapenzi mema kushirikiana nasi. Kuna watu tunashirikiana nao katika tiba, kuna watu wanaitembelea hospitali kwa maana ya kuja kupata huduma kwetu, lakini kwa namna ya pekee kuna watu ambao kuna watoto waliozaliwa hapa ambao kwa kweli tumeweka mikakati ya kuwapata watoto hao waliozaliwa hapa tangu mwaka 90 ili waweze kushirikiana na sisi, lakini pia kuitembelea hospitali kuona makuu ya Mungu ambayo ametujalia. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote wenye mapenzi mema waje tushiriki pamoja ili tuweze kufanikisha hili jambo letu muhimu. Sherehe hizi za miaka 40 ya Cardinal Rugambwa Hospital zitahusisha matukio, kutakuwa na matukio mbalimbali kabla ya kilele cha maadhimisho haya tarehe 9 mwezi wa 7. Kutakuwa na matukio ya kufanya upimaji wa bure kwa baadhi ya magonjwa, hasa magonjwa yasiyoambukiza. Tutaenda katika mitaa na sehemu mbalimbali ambazo tutakuwa kama huduma hospitali ya Cardinal Rugambwa ili tuweze kutoa huduma kwa jamii na zaidi watu ambao wanashindwa kufika pengine kwa sababu mbalimbali, labda hawana bima za afya, hawana pesa. Kwa hiyo tutatumia maadhimisho haya ya miaka 40 kuwafikia wahitaji ili waweze kujua afya zao. Lakini pia tutakuwa na kukaa pamoja na wadau mbalimbali. Tutakuwa na chakula cha hisani kwa wadau wa maendeleo ambapo tutakutana nao, tutawashirikisha malengo na mikakati ya hospitali ili kwa nia hiyo hiyo ya kuwezesha kupata michango ya kujenga hilo jengo ambalo tunatamani kulijenga mwaka huu. Na baada ya hapo tutakuwa pia na screening campaign ambayo tutaifanyia sasa katika viwanja vya hospitali hapa, ambapo watu sasa watakuja ili waifahamu hospitali iko wapi, na pia tutapima bure pia. Tumepata mpaka sasa wadau ambao wamefurahi kwamba watashiriki na sisi katika kuratibu zoezi zima la upimaji wa watu. Na pia kitu kingine ambacho tutafanya baada ya ile kilele sasa cha tarehe 9, ambayo tarehe 9 itakuwa tunategemea iwe sherehe kubwa yenye watu wengi. Tutafurahi, tutaimba, tutasali, tutacheza, tutakula, tutakunywa, yani hivyo kama tunavyozijua sherehe. Sasa baada ya siku hiyo jioni tutakaa pamoja wafanyakazi wa Cardinal Rugambwa pamoja na watoto waliozaliwa katika hospitali yetu na wazazi waliojifungulia hapa na wale wanaopata huduma hapa, ambao kwa kweli kuna watu ambao wanajisifia na wanajisikia nyumbani wanapokuwa Rugambwa. Kwa hiyo tutakuwa hiyo jioni, tutakaa pamoja, tutamshukuru Mungu kwa zawadi ya safari nzima ya maadhimisho ya miaka 40, lakini pia kufahamiana kwa sababu watoto watakuwa wafahamiani. Kwa hiyo itakuwa ni mojawapo pia ya networking kati ya wafanyakazi, watoa huduma za afya hapa na watoto na wale wanaotumia huduma zetu. Kwa hiyo tunategemea hiyo siku hiyo ya pekee na tunaisubiri kwa hamu kwa kweli. Tumshukuru Mungu na kumwenzi na kumuombea Cardinal Laurian Rugambwa ambaye yeye kwa maono yake makubwa amefanya hii kituo cha afya sasa kimekuwa ni kitu kikubwa kabisa. Kwa hiyo siku tunamshukuru Baba Askofu Mkuu ambaye amechagua hiyo tarehe 9 ya mwezi wa 7, ambao kwa kweli tutaitumia vizuri kumkumbuka, kumwenzi na kumuombea hayati Laurian Cardinal Rugambwa. Wakati huo tukisherehekea miaka 40 ya mafanikio. Hatusherehekei kwamba tuna wagonjwa, ila tunasherehekea kwamba maono ya mwanzilishi ya kuwasaidia watu, kuwaletea huduma za afya karibu na makazi yao tumeweza tukaifanyia kazi ndani ya miaka 40.
Mtu akitaka kutuchangia katika ujenzi wa jengo hili la mama na mtoto anaweza kuchangia kupitia namba ya Mkombozi Bank 00115145985001 au CRDB Bank akaunti namba 01J20 24 31 16 00 na jina litakuwa ni Cardinal Rugambwa Hospital. Na pia anaweza kuchangia kupitia M-Pesa lipa namba 55 39 104. Tunawakaribisha wote kwa ajili ya kutuchangia. Asanteni. Mimi ni Sister Sara Deogratius, sister wa shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Jimbo Katoliki la Bukoba. Ni mganga mfawidhi wa hospitali ya Cardinal Rugambwa, hospitali inayomilikiwa na Kanisa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani